Dada, nakupa dakika 5 tu. Kwa sababu haturuhusu mtumiwa kuongea na mtu yoyote akiwa ndani ya upelelezi. Ila tunatumia tu binadamu. Sawa? Nimekupa dakika ngapi? 5. Nimaliza. Safi mke wangu, kiukweli siko sawa kabisa. Najua unapata tabu sana mume wangu. Lakini kuna jambo limenileta hapa. Nimekuja kukusalimia. Pia kuhusu habari, hivi ni kweli umehusika kwenye haya mambo? Mke wangu, mimi sikufanya. Ila tu ni watu wanamsingizia. Mtaani maneno yamezuka kwamba umefanya tukio kubwa sana. Hivi ni kweli umelifanya? Niambie ukweli. Kweli gani ambao unahitaji kutoka kwangu? Nishakwambia sijafanya, wananisingizia. Mimi naumia. Mimi sipendi kuishi mazingira haya. Mimi sio mtu kufanywa hivi jamani. Mke wangu, usiponiamini mimi utamwamini nani? Amini maneno yangu ambayo nakwambia sijahusika. Mimi sijahusika. Basi sijana, nitafanya njia mpaka utoke hapa. Nasikia, kuwa na imani. Mkeo nakupenda. Dada, dakika 5 zimeisha. Hapana, dakika moja. Hapana, muda umeisha. Dakika moja pande. Inuka twende. Simama juu. Una wasiwasi. Umekaa umetulia. Kwa raha zako. Ulilolitaka sasa lishakuwa. Umesikia eh? Jifanye hunisikii, jifanye huniangalie. Ulilolitaka lishakuwa. Mimi nahangaika na mji kwa ajili ya mwanangu. Sili nikashiba wala siogi nikatakata. Kwa sababu matatizo yote umenitafutia wewe kunguni mmoja wewe. Kwanza najuta kabisa kwa nini hata nilitoa pesa zangu za mchango. Nikamchangia mwanangu kwenda kukoa kunguni kama wewe. Unanipa shida sasa hivi namna hiyo. Sina raha hata ya dunia, hata kukaa kwangu. Muangalie kwanza uso wake ule. Uso ulivomshupaa kama anazaa madume matupu. Unamlilia nani? Unamlilia nani nakuuliza? Unalia unachura na watakufa wa kwenu. Kwangu hawafi. Na kama ndio unazidi kumchulia mwanangu ili aendelee kuteseka pale, na wewe utakuja utayapata, utaona. Namwangalia nani hapa? Nani anakwambiaje? Hela zote unatumia wewe kwa starehe zako. Sasa tutaonyeshana kama wewe bimkali au mimi ndio bimkali.
kama wewe ulianza kuona jua au nilianza kuona mimi. Endelea kuniangalia hivyo hivyo na kujifanya bubu. Jifanye bubu, usisikie wala usinione, lakini tutapambana mimi na wewe. Toto we. Wasiwasi unakula kiyoyozi cha Mwenyezi Mungu. Una hata wasiwasi. Utakuwa na wasiwasi gani? Wakati ukienda ndani tu unafunua chini ya godoro, unachukua unatumia basi. Mwanangu kule anateseka maabusu. Nini tena mama? Nini tena mama hujui? Wewe kukaa hapo ukakaa ukatulia kabisa. Unakula upepo. Unashindwa hata kwenda kumwangalia mwenzio kule. Maabusu kweli? Mama nimetoka huko kumuona asubuhi. Nimetoka kumuona kweli kabisa. Ndio mama, asubuhi nimetoka kumuona mume wangu. Yaani wewe ama kweli watu wanasema mkiona makoti muulizege. Sio wote madaktari. Na pia ving'aavyo sio dhahabu. Vingine ni shaba. Na watu wakasema pia mkenda kuoa muulizege hata ule ukoo ukoje. Mama, yule ni mume wangu. Najua anateseka. Na pia ananipenda. Na mimi pia nampenda. Nimeenda kumuona asubuhi. Kweli unanipaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Sio kweli. Pole sana na kuhurumia. Nimupe ya nini kata nagewa dambua sukari nampata. Nyanya. Wewe unataka kwenda kutengeneza mambo ya kachumbari au ya mchuzi hapa? Mchuzi. Kwa hiyo mambo yalolegea kidogo. Haya. Bidai. Wadai dambua. Jelo. Mambo. Poa vipi? Naona una vitu vipi leo? Mambo mapya tu haya, kila siku ndo kawaida yangu mambo hayo. Naona leo umejaza. Mimi hapa mambo ndo kawaida kujaza mambo ya genge hivyo. Sasa nimekuja kununua vitu vya kupika. Umetaka nini na nini hapa? Nataka nyanya, nataka vitunguu. Sasa kabla sijakuhudumia Shaiba, unajua mimi kijana mweshako bwana. Iko nakupenda. Unajua tunapochukuana vijana kwa vijana, mambo iko na kuwa mashuli. Tukikuwa tukishaeka tunashaeka kwa pamoja. Ukienda ukipata manaume mkubwa, mambo unakuwa na niu. Mimi nimekuja kununua vitu, naomba nipimie vitu niondoke. Shikilisha nikwambie. Mimi unajua, unajua hii genge sahihi, ukinikubalia tu mali yako yote. Wewe unajua unaniumisha kwa moyo hapa. Nikikaa muda wote kwa genge hapa na kufikiria wewe. Hebu basi hata nichungu kidogo basi. Unajua mimi mke wa mtu mimi. Sasa mke wa mtu kwani unasikia kama ni sumu mimi nitakwenda atanunua mashua kibao utaweka kwa ndani huko bwana. Nipimia vitu nipimie. Shikilisha kwanza mimi nitakupimia ila wewe. Mimi nimekuja kununua vitu, nipimie vitu mimi niondoke. Basi hata busu moja tu, nipe hata busu moja tu hapo. Ni busu hata kidogo mweshako. Wewe kama unanipimia vitu niambie. Kama unipimia useme. Sasa sina kupimia shuaga tu mara moja. Sikiliza bwana. Unajua mimi kijana mweshako yuko umeumia kwa moyo. Mpaka mtu afe. Kijana mweshako yuko naumia. Moyo wangu yuko napasuka.
Njoo basi tucheshe wote nyimbo ya Chuchu ya sukari. Nakupatia sukari. Sukari. Sikiliza. Mimi nimekuja kufuata vitu. Kama unisi, mimi naondoka. Unasikia? Sawa. Magenge yako kibao, usinichi. Chacha, wewe nani Choshi? Choshi, au sijatongosha fishuli. Voko haijanyoka fishuli voko. Chacha lakini huyu au ni mwimbie mambo yale kuchi mtembeo unashika kwa huku, anachesha kuchikuchi, unaisha ukakubali. Lakini sisi wa Ushagenge mbona tunakubaliwa kulaishi tu? Huyu ana matatizo gani huyu mwanamke huyu? Akweli ana mshimamo, lakini kesha kutana na Amitabachani mdogo wake na Shelukani. Tutakubali tu wewe. Na kasha. Mimi unafikiri ulivyoondoka hapa eti kisha hujanunua nimekelekwa? Mimi nimekelekwa tu wewe kwa sababu gani hujanikubalia ombi langu? Hivi wewe mnakuuliza. Wewe ndio kidume sana hapa mtaani kwetu, si ndio? Yaani hakuna wanaume wote mwanamume ndio wewe. Kwa nini unapenda kutongoza ovyo? Unajua yule unamtongoza kama ni mke wa mtu? Na hicho unacholingia ni lile genge la kakako. Hebu angalia sasa hivi ulivyolifilisi. Kwa sababu ya kuonga kwako huko. Sasa ninachokuambia hiyo tabia yako hiyo. Hiyo tabia yako tongoza hiyo. Mpaka unakwenda kutongoza wake za watu. Iwe mwanzo na iwe mwisho. Na ukiendelea na hiyo tabia yako, nitachokufanyia nitakijua mimi. Na kama hujui bimkali ndio mimi hapa mtaani. Wewe fanya kazi ya kumtumbulia mijito kama mjuzi kama na mlango. Mshenzi mkubwa wewe. Mama hapa mtaani kweli hawa sio wanga hawa. Unamkuta mtu katika mudi yake unakuja tu unambwatisha tu namna hiyo. Wewe ungenikuta kipindi ambacho nimetoka China mpya. Mama wewe sijui kama ungelikuwa na meno ya mbele wewe. Ukiona hivyo maana hajafika mahali upaushika, anataka kuja kwa Omela akijaluo mambo iwe kama yalivyopangwa hapo. Akija kila kitu gengeni anapata bure. Wewe uoni la? Ukikosa 100 kitunguu na mwambie naenda kachukua kwa mkwe pale. Muangalie vile. Tena umeniharibia mambo ya mudi yote. Sipiti hata njia ambayo huko umepita wewe sahihi hapo. Yaani kama angekuwa na bastola huyu mama huyu sahihi hapa angepiga kwa kichwa mbwa. Bora nishunguke mambo hiyo. Unataka kuharibiana siku hapa uchubu. Vipi kuhusu kesi? Na vipi kuhusu dhamana ya mumeo? Maana naona siku zinaenda, sisikii chochote. Inabidi nikuite na kuulize kesi inaendeleaje? Kama unavyoona hakuna chochote zaidi ya kwenda kumwangalia pale. Na bora hata kwa maana ungekuwa umetoka. Ningekwambia kama ni kweli amefanya au hajafanya. Lakini mpaka sasa hivi sijajua chochote na wala sijui chochote. Pole mdogo wangu. Lakini wewe unavyoona mama anaweza kufanya tukio kubwa kama hilo kweli? Kwa imani yangu dada, sidhani kama mama yangu anaweza kufanya tukio kubwa kama hilo. Na angekuwa amelifanya, angenishirikisha mimi mkewe. Lakini hajaniambia chochote, maana sina chochote mpaka sasa hivi. Pole mwanangu. Ila mimi nikushauri kitu kimoja. Usikate tamaa.
inabidi upambanie mumeo. Hilo jambo ni kubwa, inabidi ukazane ili tujue tunafanya nini. Sawa? Basi sawa. Ngoja mimi nikuandalie chochote kwanza. Hapana, sina chochote. Nimeshiba. Basi sawa. Sijui utaanzia wapi leo. Na? Mariam, shoga yangu, ndio umeamua kunibadilishia namba? Usijali, hela yako nitakupatia. Nitakupatia hela yako leo. Kwani mbona hata jua halijazama bado? Tatizo nini? Alafu si unajua tutakutana hata kwenye viwanja vyetu. Haya, poa. Chozi. Mama. Bem. Nataka uniambie hela ziko wapi? Pesa zipi mama? Hela hizo zilikuwa ndani, mimi nazitaka. Mama, ndani hakuna pesa. Chozi, usitaki kunitania. Unataka kuchezea kichwa changu na akili yangu. Kwa nini ndani kusiwe na hela? Mimi nataka hela nifanyie mambo yangu. Sawa? Mama, mume wangu akunipa pesa na wala hakuwa na pesa. Sasa kama hizo hela unazificha, kumbuka mumeo atazikea jela. Mimi sina hela za kumfanyia yeye mpaka atoke jela. Mimi ningekuwa na hela saizi kibanda changu hichi nishakimalizia. Lakini unaona sina hela. Mimi nataka hiyo hela. Kwanza mpaka sasa hivi unavyoniona, tunakiona. Ndio kisha hichi hapa. Na akili yangu bado haijakaa sawa. Nataka nikanunue ili nipate kuchangamka na akili yangu. Leo unaniambia hela hakuna. Mimi ninachotaka hela. Sitaki kitu kingine chochote. Lakini mama, pesa hakuna mama. Unajenga kwenu Kama unajenga kwenu, waambie wakutumie unipe hela. Kwanza nina mashughuli yangu kibao ya kufanya. Na hapa nilipo nina shughuli za watu wangu hawa wawili. Natakiwa pia nikalipe fadhila kule. Leo unaniambia hela hakuna. Mimi ninachotaka hapa hela. Sitaki kitu kingine chochote. Usitaki kunitania. Hela lazima zitakuwepo ndani. Mimi naomba ukanitolee hela ndani. Mimi na wewe ndo tutaelewana hapa. Lakini usiponipa hela hapa, mimi na wewe hatutoelewana. Hakuna cha lakini. Unaona hata nataka sasa hivi hapa na jimalizia hapa kujipodoa, niende kwenye viwanja vyangu na wenzangu. Utaki kunitania, masiala sipendi. Kwenye hela sina utani na mtu wala sina utoto na mtu. Ninachohitaji mimi ni hela tu.
hapa najichanganya kila muda. Akija mtu Samia naisha Samia 200, Samia 2 nausha 100. Sijui nachanganyikana na nini mimi. Basi sijajijua mimi, nitakuwa sina akili, nimeshidondosha sehemu. Hii ndio ile faini yako ya kupenda kutongoza wake za watu. Hii ni pati gazeti tu. Mchezo kamili mpaka genge lote hili nilimaliza. Kwa sababu ushenzi na adabu kuna. Hai? Huyu mama anaweza akawa ananitaka mimi sijui. Mama anataka aniweke kibenteni. Hai? Sasa unajichagulia tu au unaona kama vile uko kwa genge lako tu hapa. Wewe unavyoona mimi hivi vitu sijui kama nina shamba. Mimi sina shamba hapa Bagamoyo la nyanya hapa. Hivi vitu mimi mwenyewe nanunua hapa. Huwa mtindo akuja hapa unafanya kama genge la kwako, mimi sipendi hapo. Unachukua tu mbwe. Tena siku nyingine ninavyokuambia nitakupashua wewe mama wewe. Muangalie vile. Nitakugeusha nasi na kwambia nikupashue na chuma hapa. Mbwe. Wewe angalia sana wewe mama wewe. Gani? Shikamoo. Marahaba. Nakwambiaje leo nilivyoamka kichwa changu nakiona hakijakaa sawa. Sasa ninachokuomba tanunulie double kiki. Mchana wote mama? Kula kuna masaa au kula mtu anapangiwa au kunywa mtu anapangiwa. Sasa hivi jua kali mama. Hiyo haihusu. Hiyo mimi ndo kula yangu na ndio starehe yangu, kwa hiyo unanipangia. Ninachosema nenda kanichukulie double kiki. Ingia ndani kwenye hizo hela alizoiba mumeo hizo, chukua ukanunulie mimi. Mama nilijua umekuja kuniuliza kuhusu habari ya mume wangu. Hatima yake ni vipi? Kumbe unataka nikununulie double kiki? Yule ni mwanangu mimi. Kama kuchungu ninaujua mimi. Sawa? Lakini usipende kunifundisha masuala ya kumfuatilia mwanangu au ya kumuulizia mwanangu. Hata wewe ungetoka asubuhi ukaja ukaniambia mama, mume wangu hivi pia inatosha. Sio lazima mimi nitoke nije nikuanze wewe. Na mimi sikujia masuala hayo. Mimi nimejia ukanunulie double kiki. Hizo hela alizoiba mumeo uko ndani unazolilalia. Hizo nenda kanichukulie. Tena fanya haraka. Mama, unakubali bwana ameiba pesa mume wangu? Ameiba pesa? Bwana, tusilete malumbano. Ninachohitaji ingia ndani sasa hivi ukanunulie. Naenda ndani kwangu nakupa dakika 5 tu uwe ushaniletea. Masuala mengine utajua mwenyewe. Mama huyu hawezi kusumwa naye hata kidogo. Sasa itakuwa kaja atakuja kuniuliza habari ya mume wangu. Tapambana sana. Mweshako sijui hata nikiishi vipi. Yaani nikikuona tu Choshi mweshako, napata furaha ambayo sijawahi kuipata kwa maisha. Moyo wote unadundia nje ya fulana mbwe. Alafu kitu kingine, najisahau kabisa kama mimi mwanamke ama mwanamume. Sasa
nilikuwa naomba kitu kimoja. Unajua japokuwa mambo ya bulugu iko nakuja, mama yako mko iko nakuja na nipiga mkwala, iko napiga bulugu, watu mtaani iko naongea, lakini mimi bado nakupenda. Hebu nipe jibu langu basi. Hivyo Mjaluo, hujachoka tu. Mtafutaji achoki. Wewe unaona mtu anachoka kutafuta maisha, si anataka kufa huyo? Unakufa, si umetoka kutafuta maisha. Sasa mimi kama nimetoka kutafuta wewe, ina maana sikukupenda kwa shati hapo. Mimi sichoki, bado yuko nakupenda. Sikiliza, kwa taarifa yako, siwezi kumsaliti mume wangu kwa ajili yako wewe. Hivi wewe unafikiria mbali kweli wewe? Mume yako yuko meiba hela kibao na kwenda kwa jela huko, atatoka yule. Unajua unaposikia mawingu yuko kwa juu, wewe unatakiwa kuandaa shamba lako vizuri. Mvua muda wote inaweza kanyesha hapo. Sasa unaona hapo mume wako anakwenda jela. Unaweka booking. Aliyekwambia mume wangu kaiba ni nani? Jambo hilo la shili, unafikiri kwa dunia kuna shili hapa? Sikiliza, mume wangu mimi hajaiba na siwezi kumsaliti mume wangu kwa ajili yako wewe. Kwanza ninampenda mume wangu. Naomba niache. Mama mko asije kanikuta hapa bure. Maana akinikuta hapa talaka inauzwa. Tafadhali naomba uniache. Mama yako mkwe staff sergeant, corporal, general. Kwa hiyo unavyozani mimi nitamuogopa mama yako mkwe huyo? Na nyie ndio mnakwenda kwa waganga. Sina bahati, nataka niolewe. Amekuja mwanaume wa kipekee unakataa. Mimi ndo mwanaume ambaye nina sifa kuu 3. Radio mimi, TV mimi, mtoto akitaka mudoli. Muona mambo hiyo? Wewe vipi wewe? Kajiambie jela. Unasema? Kama nilikwambia mume wangu, tatizo kubwa limekuwa ni mama. Na ananiambia kila siku nimpe pesa ambazo umeiba wewe nikazificha mimi. Mama amini kama hujanipa pesa. Anachukua pesa nenda kunywa pombe. Kazi yake tu kunywa pombe. Akija anataka mimi nimpe pesa nyingine zilizobaki ndani. Akiamini kwamba umeiba pesa na umenikabidhi mimi. Sisi mkeo. Hasani unamtambua mama vizuri sana. Kwa hiyo mimi nakuomba endelea kumvumilia mamangu. Ipo siku mimi nitatoka tu. Na kila kitu kitaenda sawa. Hili tatizo limeathiri sana familia. Sijui hata nitakwenda wapi. Kwa sababu mama amekuwa ndo furugu kubwa nyumbani. Hakukaliki. Kila akija yeye anataka pesa. Mimi nitatoa wapi pesa za kumpa mama? Najua kama nakuumiza. Naomba usiondoke nyumbani. Nakupenda. Nakupenda pia. Na mimi nikikoka nitatoka huko ndani. Nitatoka. Na haya madudu yatoka kwenye mikono yangu. Naomba uniamini. Hivi una matatizo gani kwanza? Kwa nini unakuwa hivyo lakini? Hivi umekwenda kule kumweleza mwenzio kumpa faraja au kumuongezea matatizo? Wewe huna kifua? Kwa sababu gani unakuwa hivyo lakini? Mtoto ana tabia mbaya kama nini? Ya hapa unayachukua unayapeleka kule wakati mwenzio unajua fika ana matatizo. Hivi nakuuliza kwanza, mimi mke mwenzio au bibi yako au nani wako sijakuelewa. Wewe ni mama yangu. Mama yako, mimi mama yako.
Kweli nashindwa kuelewa sana. Na yote haya kayataka Chikokwa. Nimemwambia mimi angalia makabila ya kuoa au watu wa kuoa. Leo kaenda kanichukulia mtu. Haeleweki mbele, haeleweki nyuma, haeleweki mgonjwa, haeleweki mzima. Hata sijui nikuweke kwenye fungu gani. Fungu gani nikuweke wewe mpaka unielewe? Sijafanya chochote. Uelewe unalolifanya. Na ndio maana wewe siku zote hunenepi kwa tabia zako mbaya ulizonazo. Na hutonenepa ninavyokuambia. Kwa sababu unatakiwa uwe na kifua na uwe na stara. Lakini sio wewe. Yote hayo huna. Utafikiri utanenepa na nini? Mama mimi nimefanya nini? Mama nifanya nini? Hebu hata Chikokwa kuletea matatizo hapa nyumbani na sijui hata matatizo haya yataondoka lini. Vipi? Mbona hivi? Mbona tisha? Nilikuwa najua yeye ndo msaada kwangu, lakini ndo ameshakuwa hivyo. Anafika ananiambia nimpe pesa akanywe pombe. Kumbe ni hilo. Mama yako mpo unamjua. Wewe kwa sasa inabidi usimame kwa mbele. Wewe ndo mtu wa kumsaidia mumeo. Kwa sasa inabidi uoneshe kwamba wanawake na sisi tunaweza. Nikiwaza kuhusu matatizo ya mume wangu dada, inaniuma dada, inaniuma. Nafahamu Chozi, lakini una jinsi. Inabidi ukabiliane na kila jambo. Nilipokuambia upambane ilikuwa mara nyingi sana. Mkuu unamfahamu vizuri. Na tayari ndo kashakuwa ni kama mama yako mzazi sasa. Kwa sasa akili yako yote inabidi uelekeze sehemu moja tu. Upite wapi, ufanye nini mume apate kutoka. Lakini ukisema muendekeze mama mkwe leo, akuuliza na hili, kesho na hili, utapoteza mdogo wangu. Mume atazidi kukaa ndani. Mpaka leo hii hatujui tunafanya nini. Sio muda wa kuumiza kichwa na mama mkwe. Inabidi umzoee. Na ujue tu kwamba huo ndio udhaifu wake. Sawa mdogo wangu? Sawa dada, nimekuelewa. Sherehe rafiki yangu, nataka huko nikajimwaje, nitunze, wanijue kama mimi nani. Ila shoga yangu, mkwe wangu, kitu kimoja tu nataka kwako, uniazime lile wigi lako. Naona nikivaa Wigi langu mimi? Bwana mwanzima dada juzi alikuja hapa kaniambia na shughuli yake sasa mimi nitafanyaje? Nawe kila kitu dadako. Ukifanya hivi dadako, basi utamwazima hata miguu yako ende nayo. Sasa mimi nitafanyaje na minywele hii kichwani jinsi ilivyo? Mama, mimi si dada yangu, rafiki yangu. Aliniomba singeweza kumnyima. Kila kitu hata sijui nitafanyaje. Kile sana.
Ngoja nimalizie hapa alafu nitajua nitafanyaje. Nenda kuseti. Hayo masuala ya kuunguza na ubongo mimi hata siyawezi. Wenyewe. Chazi. Karibu. Asante. Hey, kumbe dada. Karibu dada. Asante. Karibu nikupokee. Kai na dada wako mjini na mbona kuna mzigo anakuchukua. Sawa. Yupo. Huyu katoka asubuhi naona akaenda kwenye shughuli. Maana mwana jiparapara asubuhi kabeba na vitu vyangu kuondoka navyo asubuhi. Bora. Sasa sikiliza. Hapa nimekuja kuzungumzia kuhusu kesi ya mumeo. Na mume wangu mimi. Kuna mpelelezi ambaye mimi nilikuwa nimesemaga naye. Yeye alikuwa anafanya kazi huko makao makuu. Lakini sasa kahamishwa hapa wilayani. Kwa hiyo mimi nimeongea naye, yeye kaida atatusaidia. Kwa hiyo shughuli yangu hapo kuna mambo mawili. Aidha nikukutanishe naye au kama mambo yangu atakamanibana sana, tabii nikuunganishe naye tu. Basi dada, nashukuru. Basi sawa. Acha kwanza mimi nina safari zangu. Nikirudi ndio tutajua tufanye nini. Kwani ndio unaondoka upite hata ndani? Karibia kwa mgeni. Siku nyingine. Basi sawa dada, nashukuru. Haya kweli. Haya, karibu. Haya, Mungu akipenda. Mr. Chikoka. Mheshimiwa. Kifupi ni kwamba nimepata salamu zako kutoka kwa dada Mariam na kifupi nimemwelewa. Ni kweli. Ni kweli kama alivyokuambia Mariam, mimi naye tunafahamiana. Na tunafahamiana sana. Kifupi mimi naitwa Inspector Asam Romeo. Natokea makao makuu ya Jeshi la Polisi, lakini kwa sasa hivi nimehamishiwa hapa kwenye kitongoji hiki, kwenye wilaya hii na nafanya kazi hapa. Kwa ujumla Mariam alivyonihadisia kuhusiana na mkasa wa mumeo Mr. Chikoka, bahati nzuri zaidi ni kwamba faili la kesi yake mimi ndo naye nishikilia. Yaani kwa utaslimu wake ni kwamba mimi ndo mpelelezi wa hiyo kesi ya mumeo. Labda nikufahamishe kitu Mr. Chikoka. Hakuna kitu kizuri sana kama kuelewa ukweli. Mumeo ni mtuhumiwa wa kesi ya wizi wa pesa nyingi. Mimi jukumu langu ni kufuatilia ili jambo, kupatikane ukweli, mwisho wa siku kesi iende mahakamani, basi mwenye haki yake aweze kupatiwa haki yake. Na kwa ukweli wa dhati najitahidi kadri ya uwezo wangu sasa kuingia ndani kabisa kwenye hilo jambo ili niweze kubaini nani ambaye anahusika na wizi. A anaweza kawa mumeo, B anaweza kawa mtu mwingine. Kwa hiyo nataka nikuelekeze kitu tu kwamba bwana, mimi kwa kuwa umesema unataka msaada kwangu, let me fight kwanza kuona ukweli uko sehemu gani. Labda sio kama kuna kitu kingine unataka kusema. Hapana mheshimiwa, nilichokuwa nataka kusema ni kwamba nashukuru pia kwa kunisikiliza na kuamua kubeba jambo kama hili, na pia ninakuamini wewe kama mpelelezi utanifuatilia kesi ya mume wangu vizuri na utahakikisha kuwa haki zinakuwa mahali pake. Sina lingine la kusema bali ninakushukuru. Narudia tena, mimi jukumu langu ni kupeleleza ili jambo na kujua ukweli uko sehemu gani. Na jambo lingine la msingi ni kuomba Mungu basi mumeo asiwe na hizo tuhuma kweli. Anakuhakikishia nitafanya kazi kadri ya uwezo wangu kuona ambavyo mumeo atakuwa sio mtu mwenye tuhuma hizo, basi atapata haki yake ya msingi. Lakini yote juu ya yote mahakama itaamua. Jambo la msingi ni kuomba Mungu mumeo asiwe na hili jambo kweli. Asiwe ametenda wizi kweli. Nashukuru sana. Nashukuru sana mheshimiwa. Usijali, kuna kitu kimoja nataka nikuelekeze. Mabinti wengi sana ama wanawake wengi baada ya mume wake kupata matatizo kama haya wanakuwa na tabia za kutoka nje ya ndoa, wanavunjika moyo, wanajikuta ndo basi tena. No. Hayo ni mapito katika maisha yetu. Endelea kubaki mke imara, endelea kubaki mwanamke mpambanaji, endelea kusubiri, endelea kuomba Mungu. Sije katokea ukakengeuka nje ya ndoa kwa sababu unajua mumeo yuko ndani. No. One day
You're gonna be free. Na ushafanya upumbavu. Fikiria jambo hilo linakuaje hapa. Kwa nataka nikusii tu endelea kuwa mwanamke imara na endelea kusubiri. Nashukuru mheshimiwa kwa ushauri wako. Mpelelezi atatusaidia kama alivyokuwa ametuambia kweli. Na atamsaidia mume wangu arudi tena katika hali yake ya kutoka mwanzo kama tulivyokuwa tunaishi awali. Ndio atamrudisha. Lazima atatoka. La msingi wewe ni kuomba tu Mwenyezi Mungu na kufuatisha kile utakachoambiwa ufanye. Sababu yule mpelelezi mimi namjua. Ni mtendaji mzuri wa haki. Kwa kama haki ipo kwa mumeo, basi atatoka. Na sio kutoka tu. Atasafishwa na jina lake kabisa. Kwamba hajawahi kufanya tukio kama hilo. Sawa? Basi dada, nitafanya kwa sababu nimemkumbuka sana. Najua kama umemkumbuka. Na nakuelewa. Nimepata tamaa. Kwa sababu mzunguko mkubwa. Toka tumeanza mpaka leo. Uchuzi. Unakata tamaa dakika za mwisho. Yaani tunakaribia kuona njia ya mafanikio afu unakata tamaa. Sio hivyo bwana. Wala msingi ni kuomba Mwenyezi Mungu sana na kusikiza maneno ambayo utaambiwa ufanye, utafanya. Unatoka. Sijui hata nikushukuruje. Kwa sababu wewe ndio umekuwa faraja yangu kubwa. Wewe ndio umekuwa msaada wangu mkubwa katika kipindi hiki kigumu. Nashukuru sana dadangu. Sio nikushukuru kwa vipi? Usijali. Mimi naweza kusaidia wewe. Ni sawa sana kusaidia na mimi mwenyewe. Na nasaidia wanawake wa dunia nzima. Kwa inaja kunishukuru na nakuelewa. Najua unapitia kitu gani kwa sasa hivi. Wala usijali ndugu wangu. Nashukuru. Asante. Haya. Ngoja mimi niende nikampikie kiwi. Sio jua naanza kulala tena. Basi nashukuru, tutaonana. Mungu akipenda. Kwa heri. Haya wewe.
kama mmekuwa na hofu hivi, si ndio? Hamna haja kuwa na hofu sababu nimewaita na sababu nzuri sana. Unajua nikwambia kitu, wakati mwingine mambo yanatokea katika maisha yetu kama kipimo, kwa sababu watu tunamsahau sana Mwenyezi Mungu. Lakini at last nimeona tumefight pamoja kwenye ile jambo mpaka limeweza kuisha. Kifupi ni kwamba mimi nikiwa nipelelezi wenu wa hiyo kesi ambayo ilikuwa inatusibu, vitu vimeenda vizuri. Mwisho wa siku jambo limekwisha katika usalama kabisa. Nilikutana na bosi wako, tukazungumza naye. Ni jana nakumbuka. Baada ya kuongea na bosi wako, kuna kitu ameniambia. Anajua ambavyo umeumia kwa sababu mawazo yake na watu wengine walidhani umefanya uhalifu. Lakini kumbe sio kweli. Sasa bosi kwa nafasi yake ameona kwamba anataka fidia kidogo. Fidia ya pesa. Na sio pesa ndogo, ni pesa nyingi. Katika siku 2-3 ameniahidi kwamba mtakutana. Pengine hata wiki moja isifike. Mtakutana na bosi akiwa na mwanasheria wake. Na saini mikataba pale na mwisho wa siku naandikiwa cheki yako. Ameniambia it's a lot of money. Sijui kiasi gani na nataka mimi nijue kwenye kiwango cha pesa, lakini pesa ni nyingi. Yote anayafanya kwa sababu ya kufuta yale makosa aliyokufanyia. Ile dhana ilikuwa juu yako imekuwa tofauti. Kwa hiyo kama nikifuta machozi. Very soon ameniambia wiki moja itopita, basi atakuhitaji ukae sehemu na mwanasheria wake atakuandikia cheki kwa ajili ya hiyo pesa, mwanze maisha mapya ya mkeo. Nashukuru sana. Yes bwana. Shukrani sana. Ndio inapokuwa mapito, unajua mapito yani sio kitokea tena unaanza kulaumu sana. Umeona mwisho wa shida yako umekuja kwa furaha. Hata nikupe zawadi. Heri nyingi sana. Mwenyezi Mungu akushushie. Kiukweli nashukuru kwa kunipambania. Pia mke wangu, Mungu akupe heri nyingi sana. Asante. Asante sana. Sasa hivi tusubiri tu bosi afanye lake, basi maisha yaweza kubadilika. Hamna kitu kingine hapa.